Katika kila zahanati, maonyesho ya Mungu yamewapa wafuasi wao zawadi ya imani. Kristo aliitaja kama kuzaliwa mara ya pili. Katika siku hii, mtoto wa imani anatungwa katika nafsi wakati moyo wa mtu unaguswa na upendo wa Baula na atakuwa na uhakika wa ukweli wa ufunuo wake. Na inapodhihirika kwamba mtu huyo ametiwa nuru na roho ya imani, atahitaji kuchukua lishe ya kiroho ili imani yake mpya iweze kuwezeshwa kukua. Chakula hiki cha kiroho ni neno la Mungu lililofunuliwa katika siku hii na Baula kwa kukariri maneno yake ya mara kwa mara katika kila siku na kila siku kama ilivyoamuru, na kwa kutii mafundisho yake roho ya imani itakuwa hatua kwa hatua na muumini atakuwa imara katika imani na kuhakikishiwa na furaha katika maisha yake. Kama utapuuza umuhimu huu muhimu, imani yake itapungua kwa nguvu na anaweza hata kuipoteza kabisa. Katika vidonge vyake vingi Baula amedhihirisha kituo cha roho ambaye amejaliwa roho ya imani na kuthibitisha kwamba kama kituo hicho kingefunuliwa kwa mwanadamu, kila mwenye kushirikia angeangamizwa katika hamu yake ya kuifikia. Kurejelea kituo cha roho ambaye amemtambua kwa kweli Baula katika tablet anafunua maneno haya. Hasubutu katika siku hii kuinua pazia ambalo linaficha kituo cha juu ambacho kila muumini wa kweli anaweza kufikia kwa furaha ambayo ufunuo kama huo lazima uchochee. Inaweza kusababisha wachache kuzimia na kufa. Kwa haki ya Mungu mmoja wa kweli, pumzi ya roho hizi mwenyewe ni tajiri kuliko hazina zote za dunia. Mwenye furaha ni yule mtu aliyefikia huko, na ole wake wapuuze wasio na akili. Ni ya thamani sana nafsi ya muumini wa kweli katika makadirio ya Mungu ambayo Baula anasema katika moja wa vibao vyake 23 vilivyofunuliwa kwa heshima ya moja wa Afnas, kwamba ni kwa ajili ya wapendwa wake kwamba Mungu ameumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Kuna vidonge vingi ambavyo Baula amefunua asili na nafasi na kueleza sifa zake kuu. Miongoni mwa haya ni kibao kilichofunuliwa katika kwa heshima ya Abdullah Fahab, muumini kutoka Ushan katika mkoa wa Khorasan. Tunanukuu sehemu ya tablet hii katika karasa hizi. Na sasa kuhusu swali lako kuhusu nafsi ya mwanadamu na kuishi kwake baada ya kifo, uje kweli kwamba nafsi baada ya kujitenga na mwili itaendelea hadi ipate uwepo wa Mungu katika hali ambayo wala mapinduzi ya enzi na karne wala mabadiliko na nafasi za ulimwengu huu zinaweza kubadilika. Itadumu kwa muda mrefu kama ufalme wa Mungu, ukuu wake, utawala wake na nguvu zake zitadumu. Zitadhihirisha ishara za Mwenyezi Mungu na sifa zake, na zitadhihirisha fadhili zake na fadhila zake. Harakati ya
karamu yangu bado inajaribiwa wakati inajaribu kuelezea kwa uangalifu loftiness na utukufu wa kituo kilichotukuka, heshima ambayo mkono wa huruma utaweza. Nafasi ni kama vile hakuna ulimi unaweza kufunua vya kutosha, wala wakala mwingine yeyote wa kidunia kueleza. Heli nafsi ambayo wakati wa kujitenga kwake ni mwili, imetakaswa kutoka kwa mawazo ya bure ya watu wa ulimwengu. Nafsi kama hiyo huishi kusonga kulingana na mapenzi ya Muumba wake na huingia katika pepo ya juu kabisa. Medi wa mbinguni, wafungwa wa majumba ya kifahari kuzunguka na manabii wa Mungu na wateule wake watatafuta urafiki wake, na kwa hao nafsi itazungumza kwa uhuru na itawasimulia yale ambayo yamefanywa ili yavumilie katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Kama mtu yeyote ataambiwa kile ambacho kimetawazwa kwa ajili ya nafsi kama hivyo katika ulimwengu wa Mungu, Bwana wa kiti cha enzi juu na cha duniani chini, kiumbe chake chote kitawaka mara moja katika hamu yake kubwa na kufikia kituo hicho kilichotukuka na cha utukufu. Asili ya nafasi baada ya kifo haiwezi kamwe kuelezewa, wala haifikiwi na kuruhusiwa kufunua tabia yake yote kwa macho ya wanadamu. Manabii na mitume wa Mwenyezi Mungu wameteremshwa kwa lengo la kuwaongoza watu wenye njia iliyonyooka. Kusudi la Mungu wa funuo wao limekuwa kuwaelimisha watu wote, ili wakati wa kifo wapande katika usafi wa hali ya juu na utakatifu, na kwa kutengwa kabisa kwenye kiti cha enzi cha aliye juu sana. Nuru ambayo roho hizi huangaza inawajibika kwa maendeleo ya ulimwengu na maendeleo ya watu wake. Wao ni kama chachu ambayo huacha ulimwengu wakua na hufanya nguvu ya kuisha, ambayo sana na maajabu ya ulimwengu yanadhihirishwa. Kwa hao mawingu hunyesha neema yao juu ya watu, na ardhi hutoa matunda yake. Vitu vyote lazima viwe na sababu, nguvu ya nia, kanuni ya kuisha. Roho hizi na ishara za utengano zimetoa na zitaendelea kutoa msukumo mkubwa na kusonga katika ulimwengu wa kuwa dunia zaidi ni tofauti na dunia hii, kwani dunia hii ni tofauti na ile ya mtoto wakati bado katika tumbo la mama yake. Wakati nafsi itakapofika uwepo wa Mungu, itachukua umbo ambalo linafaa kutokufa kwake na linastahili makao yake ya Celestia. Uwepo kama huo ni kikosi na sio uwepo kabisa, kwa kadri ya zamani inavyotanguliwa, na sababu wakati wa mwisho ni huru yake. Uwepo kamili umefungwa kabisa kwa Mungu. Utukufu wake utukuzwe. Ni pamoja na wao ambao wanaushikilia ukweli huu. Nukta 24. Mungu anapenda kuvutia nafsi kwake mwenyewe, lakini kuna vikwazo vingi vilivyoingiliana kati ya mwanadamu na Muumba wake. Haya yote ni katika hali ya
kushikamana na vitu vya kimwili, kiakili na kiroho ambavyo vinamzuia mwanadamu kumkaribia Mungu wake. Vikwazo hivi vya kutisha lazima viondolewe kabla ya mwanadamu kumkaribia Mungu. Ni kwa ajili ya kusudi hili kwamba Mwenyezi Mungu amewatuma mitume wake katika zama zote.